Mtazamaji, naomba nikualike katika somo la leo. Basi kwa msaada wa Mungu na kwa unyenyekevu mkubwa mbele ya uso wa Mungu, naomba Mungu akubariki unaposikia neno hili na kukabidhi mikononi mwa Mungu. Neema za Bwana wetu Yesu Kristo zilizojaa upendo mkubwa zikufunike hata pale ulipo na shida. Basi naikabidhi mbele ya uso wa Mungu awezaye yote. Nikusihi kwa unyenyekevu mkubwa ukaifungue roho yako na nafsi yako ili ukaweze kupokea kila ambacho napenda nikushirikishe kwa msaada wa Mungu. Pendwa mtazamaji, naomba leo kabisa nizungumzie habari ya nafsi. Na neno langu la leo linasema ifungue nafsi yako ili upate kuwa huru. Mtazamaji mpendwa, utajua kabisa kwamba nafsi ni kitu cha pekee sana. Nafsi ikisha pata majeraha na mateso, mambo mengi yote yanakuwa yameharibika. Jiulize wewe uliye na shida kwenye nafsi, uliye na jeraha kubwa au dogo kwenye nafsi, unaweza ukajitafakari. Je, mambo yako yanakwenda vizuri? Mwili wako uko salama? Mawazo yako yako vizuri? Unaweza ukapanga mipango ikaenda vizuri? Ninaamini jibu linakuwa sio. Huwezi ukaenda vizuri kiroho, kifikira, kimtazamo na hata katika kupanga kama una mateso ya nafsi. Na ukitafakari vizuri, unaweza ukakuta umejeruhiwa na vitu vidogo sana. Umejeruhiwa na jirani, umejeruhiwa na mama mkwe, umejeruhiwa na mume au mke. Basi vitu vyote hivyo ukavibeba, ukaviweka kwenye nafsi yako, vinakutesa, vinakuangamiza. Sasa nikuulize mpendwa mtazamaji, unaona ni kitu cha kawaida kuendelea kubaki navyo? Vinakubariki ukibaki navyo? Vinaongeza nini katika maisha yako? Vinakuongezea mateso, vinakuongezea shida, na mbaya zaidi vinaweza kukuletea magonjwa. Niombe sana, tafakari kitu kilichokujeruhi, kiondoe katika moyo wako. Na ukisha kiondoa, yawezekana kuna mtu umechukizwa naye. Kwa maana hiyo kuna mtu ameyabeba maisha yako, na wakati mwingine ukimuona unaona ni heri kabisa asingepita hata machoni pako. Uwezi ukawa salama kama umebeba watu waliokujeruhi katika nafsi yako. Mimi nikuombe na nikushauri uwasamehe. Ukitaka kuwa salama, ukitaka kuwa huru, jitahidi kuwasamehe wote waliokujeruhi. Na kusamehe sio kwamba utapunguza heshima yako, sio kwamba thamani ya utu wako itashuka. Mbele ya uso wa Mungu utaongeza sifa yako. Mungu amesema, msipowasamehe watu makosa yao, nanyi hamtasamehewa na Baba yenu aliyeko mbinguni. Neno la uzima la Mathayo 6 mstari wa 14. Kumbe na mimi nikusihi, msamaha ukiuruhusu, kuna vitu vingi utasikia vimeachilia maisha yako. Yawezekana ugonjwa ulionao wa kuumwa tumbo, shida ya madonda, mnaita madonda ya tumbo, presha za kupanda na kushuka. Yawezekana sababu kubwa ililetwa na wewe kubeba matatizo mengi kwenye nafsi yako. Kila anayekukosea unamweka kwenye nafsi, kila anayekukosea unamweka na unamtunza. Fungulia watu wote waliojeruhi nafsi yako waondoke, ili uweze kuruhusu kitu kipya. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali 17 mstari ule wa 22. Neno la Mungu linasema, moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Nikuombe sana. Kumbe Mungu anasema ukichangamsha moyo wako, tayari unayo dawa kwenye moyo wako. Fungua nafsi yako, iweke huru. Yeyote aliyejeruhi nafsi yako, hata kama angekutendea kosa kubwa kiasi gani, wewe msamehe. Ukisamehe, na wewe pia kuna watu uliowakosea, na una makosa mengi mbele ya uso wa Mungu, una makosa mengi ya kijamii. Kumbe ukiruhusu msamaha, na pia unaruhusu mkono wa Mungu na neema za Mungu ziweze kukusamehe. Lakini ndugu zangu wapendwa watazamaji, watu wengi ambao hawataki kusamehe, mara nyingi sana wanajinenea mambo mabaya. Hawana jema wanaloliwaza, wanawaza mateso,
wanawaza kifo, wakati mwingine wamekata tamaa. Kwa nini ukate tamaa kwa ajili ya kitu kidogo kilichokaa kwenye nafsi yako? Usikubali kutunza watu wabaya kwenye nafsi yako. Waone watu wote wanastahili msamaha wako, wanastahili kusamehewa, na ukisha wasamehe, we mwenyewe utakuwa shuhuda maneno haya. Utajisikia mzigo uliokuwa umeubeba umeutoa. Zaburi ya 103 mstari wa kwanza, Daudi anasema hivi, anaiambia nafsi yake. Aligundua ilikuwa mbeba nini, aligundua ilikuwa imemjeruhi kiasi gani, akaiambia hivi, nafsi yangu umhimidi Bwana, naam, na vyote vilivyomo ndani yake vilihimidi jina lake takatifu. Na wewe nenda kaiulize nafsi yako, unajua ilichobeba. Hakuna mtu wa kuponya nafsi yako, ni wewe mwenyewe unayejua imebeba nini. Hakuna mkono utakao kuwekea mkono kukuombea ili nafsi yako ifunguke. Nafsi yako unayeweza kuifungua ni wewe mwenyewe, kwa sababu unaijua vizuri imebeba nani, imebeba teso gani, imebeba ujumbe gani. Ifungue mwenyewe, kama alivyosema Daudi, akaishurutisha amri kwamba nafsi yangu umhimidi Bwana, na vyote vyomo ndani yake vilihimidi jina lako takatifu. Yawezekana shida ulionayo ni kwa sababu una tabia ya kupenda kukasirika, na neno la Mungu la Mhubiri 7 mstari wa 9, Mungu hajaficha chochote. Anasema usifanye haraka kukasirika, kwa maana hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Yawezekana shida inayokutesa unapenda sana kukasirika, kila kaneno kadogo unakabeba na unakawekea fundo na unabaki umekasirika. Siku mbili umekasirika, mwezi mzima umekasirika, uzungumzi na mtu mliyekwazana, matokeo yake kula kwako kutakuwa kwa shida. Hata ukila chakula kizuri namna gani, akiwezi kaingia vizuri kwenye maungo ya mwili wako, kwa sababu una sumu ya hasira. Kumbe Mungu anasema wanaobeba hasira ni wale wapumbavu. Nami nakuomba mtazamaji, usikubali kubeba hasira. Itazame nafsi yako, kaiweke huru. Ukiweka huru, utajisikia furaha ya ajabu. Ukiweka huru, utaruhusu kitu kipya. Lakini pia hata Mzaburi sura ya 51 mstari wa 10 anakwenda kumwomba Mungu, ili naomba na wewe pia likawe ombi lako. Mwambie Mungu akusaidie. Roho hiyo inahitaji kubeba jumbe za Mungu, inahitaji kubeba neema za Mungu, inahitaji kubeba uzima. Daudi anasema katika Zaburi 51 mstari wa 10, anasema kwamba Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Nami nakusii mtazamaji mpendwa, mwambie Mungu akusaidie kukuumbia moyo safi, na roho yako itulie. Iache kufanya kila jambo, iache kubeba kila jambo. Itulize roho yako, lakini itulize katika mambo mazuri, katika mambo mema. Sema ndani ya nafsi yako kwamba Bwana, nimekusikia. Bwana, kuanzia sasa mambo mabaya yote na yatoa, na ruhusu neema zako za kimungu. Mengine watu mnajiuguza bure. Hebu iondoe nafsi yako kubeba vitu vichafu, iruhusu bebe vitu vizuri. Furaha ya ajabu utaisikia imepenya katika nafsi yako, na furaha ikipenya, hata neema za Mungu zitapenya, na ninaamini kukomboa. Naomba Mungu akubariki, lakini pia akupe neema ya kuwa msikivu na kutafakari kwa kina sana nafsi yako imbeba nini, na kama imbeba jumbe mbaya ziondoe, uruhusu jumbe nzuri, uruhusu furaha, amani na salama itawale moyo wako, itawale nafsi yako. Na ukivitazama hivi vitu, roho na nafsi ni watoto mapacha, na mama yao unaweza kusema ni imani. Hawa mapacha wanafanya kazi kwa ukaribu sana. Kuwatafsiri kwa lugha nyepesi haiwezekani isipokuwa katika roho ya imani. Ndio maana nasema roho na nafsi ni watoto mapacha na mama yao ni imani. Weka imani kwamba naweza nikafungua roho yangu nikaruhusu kitu kingine kipya kikayabariki maisha yangu. Neno hili likubariki, likutie neema mpya, ufunguke, nafsi yako iwe huru, ili Mungu atukuzwe ndani ya mwili wako, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Amina.